Hello, leo nataka kuzungumzia kuhusu nazi. Nazi ni tiba ambayo ilishatumika miaka mingi sana huko Ufilipino huko, na ilikuwa inasaidia sana kutibu magonjwa mengi ya kawaida. Magonjwa haya ya kawaida na haya makubwa mnayoyasikia sasa hivi, sijui kansa, kisukari, stroke. Wale watu wa ukanda wa Ufilipino ni watu ambao kwa asili kule kwao kuna hii minazi. Kwa hiyo ilikuwa ni kama tiba ya asili. Kwa hiyo walikuwa kuumwa na magonjwa haya ya unayasikia sijui sasa hivi, magonjwa haya ya makubwa ya kutokuambukiza kama kisukari, kansa, sijui pressure. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kusikia kwa sababu ya matumizi ya kutumia nazi. Sasa baada ya utandawazi kuja kutanuka na wakaacha zile njia zao za tiba ambayo ilikuwa inawasaidia, wakaja kwenye hizi mbinu nyingine za kufanya matibabu. Kwa hiyo walivyoachana na zile mbinu za kwao na kuja kwenye hizi mbinu nyingine, ndo wakashangaa wanaanza kuumwa na magonjwa ambayo mwanzo walikuwa kwao yalikuwa hamna, kama magonjwa ya pressure, sijui stroke, magonjwa ya moyo, sijui tezi dume, yaani magonjwa mengi yakaanza kuwashambulia. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kwao kuja kutambua kwamba chanzo kilikuwa ni nini. Kwa hiyo ukiangalia tafiti nyingi ambazo zilikuja kufanyika kwenye vyuo mbalimbali, kuna vyuo mbalimbali ambavyo vilikaa chini vikafanyia utafiti nazi. Walivyofanya huo utafiti, walikuja kugundua kwamba nazi kwa nini ina uwezo mkubwa wa kutibu. Sasa kuna sababu za kisayansi ambazo zilikuja kugundulika kwamba kwenye nazi, inapovunjwa ile nazi, inapoingia kwenye mwili wa mwanadamu, inakuwa na virutubisho vyenye nguvu sana, ambavyo hivi mara nyingi vinapatikana tu pale mtoto anapozaliwa, anaponyonya maziwa ya kwanza ya mama kwenda kwa mtoto. Sasa yale maziwa huwa yana kinga ya juu sana ya kumzuia yule mtoto kupata na magonjwa yoyote. Kwa hiyo sasa wakagundua kwamba katika ile process ya kuvunja kuna hiyo kirutubisho ambacho huwa mara nyingi kinapatikana kwenye maziwa yale ya kwanza ya mtoto. Kwa hiyo hicho kirutubisho ndo kinaenda kufanya ile kinga ya mwili inakuwa juu, uwezo wa mwili kuongezeka kupambana na maradhi makubwa mazito unakuwa uko juu. Kwa hiyo ndo kupitia ule utafiti walikuja kugundua kwamba nazi ina uwezo mkubwa wa kutibu kiasi hicho. Sasa kulingana na utandawazi ulivyokuja kutanuka na kuendelea, kumbuka zile tafiti zikasahaulika. Kwa hiyo zilivyosahaulika, watu wengi wakaja wakasema kwamba nazi sasa hivi haifai kwa dawa, nazi tu ni kama tu kiungo cha kawaida, nazi ni inafaa tu kwa ngozi, umeona. Yaani teknolojia mpya, lakini hamna utafiti ambao ulifanyika kuthibitisha hayo yanayosema ni kweli. Kwa sababu tafiti ambazo zilishafanyika kuthibitisha kwamba nazi inatibu, ziko documented, zilishafanyika kipindi cha nyuma. Lakini sasa waliokuja hawa wakaanza kupinga hicho kitu, hawakuwa na tafiti za kutosha. Kwa sababu wenyewe wamekuja tu na mambo ya assumptions, wana hypothesis, yani kitaalamu wanaita kuja tu na fikra tu kwamba kwa kuwa nazi iko hivi na hivi, itakuwa hivi. Lakini huo sio uhalisia nazi ikiwa kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa sababu nazi ikiingia kwenye mwili wa mwanadamu, inavunjwa na kutengeneza compound nyingine, ambayo ikishavunjwa na kutengeneza compound nyingine, ndio kinachovunjwa na kutengenezwa ndio kinachokuwa dawa.
Kwa hiyo hii ni introduction tu kidogo ambayo niliamua nikugie tu kuhusu nazi. Kwa hiyo naomba kama hujasubscribe kwenye hii channel yangu hapo, naomba uendelee kusubscribe ili niendelee kukuletea mambo kama haya hapa, ili uendelee kupata idea mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia ukue siku kwa siku. Nashukuru sana.